Amen. Hapo juu nataka uandike siri ya utosi wa kichwa. Siri ya utosi wa kichwa. Siri ya utosi wa kichwa. Kwa hiyo unaweza kaongezea hapo siri ya utosi wa kichwa kiroho. Kwa sababu tusipoweka kiroho, ile siri ya utosi wa kichwa itakuwa haina maana. Kwa sababu kuna siri ya utosi wa kichwa kisayansi kwa maana ya madaktari na mambo vile, lakini sisi tunaongea siri ya utosi wa kichwa kiroho. Sema siri ya utosi wa kichwa. Siri ya utosi wa kichwa kiroho. Sema tena siri ya utosi wa kichwa kiroho. Siri ya utosi wa kichwa kiroho. Sura hata wengine hawasemi. Sema siri ya utosi wa kichwa kiroho. Siri ya utosi wa kichwa kiroho. Nataka nikufundishe kwa kifupi, kama labda itakuwa si kati au kirefu, lakini kwa kifupi. Nataka nikufundishe siri ya utosi wa kichwa kama jinsi ambavyo umejifunza kwa habari ya siri ya nyayo za miguu, ulivyojifunza kwa habari ya mikono hii. Lakini kitu kimoja wapo ambacho kina nguvu sana kwenye maisha ya mtu yeyote aliyeko chini ya jua ni utosi wa kichwa. Utosi wa kichwa ni mojawapo ya lango kubwa la ndoto. Utosi wa kichwa ni mojawapo ya lango kubwa sana la ndoto. Ziwe ni ndoto za kimungu au ndoto za kishetani. Na moja ya kitu ambacho mimi kilikuja kunishangaza wakati fulani, kuna baadhi ya ndoto mbaya zilikuwa zikinisumbua. Japokuwa mimi naombea watu na ninapambana na mapepo sugu na yanatia amri, lakini bado kuna vitu vinakuja kunisumbua ndotoni. Na ninapata ataki mbaya kiasi kwamba hata nikishtuka najisikia vibaya. Sasa nikawa najiuliza, ule moto ambao mapepo na majina yakimbiza kwa ule moto, bado yanafikia hatua ya kunigusa na kunisumbua kwenye ndoto. Napoombea watu yanakimbia, mpaka yanasubmit kabisa. Lakini kwenye ndoto yanakuja kuniharasi. Ndio siku moja nimekaa naomba, Roho Mungu akaniambia, nikawa nasikia neno utosi, 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 utosi. Nikakaa nikaanza kujifunza. Na hili somo la utosi nishaye kufundisha bali bado tunafanyia. Tuko watu 5 4 tuko huko ndani kwa habari ya utosi. Sasa nilipokuja kujifunza kwa habari ya utosi, nikagundua kumbe kilichokuwa yaani mlango waliokuwa wanapitia kunisumbua ulikuwa ni utosi wa kichwa. Sasa nilipoanza kuufanyia kazi ule utosi, zile ndoto zilikoma tangu siku hiyo, sijawahi kuziona tena. Watu wakuta unaweza kuwa na upako. Ndio maana mtumishi yoyote wa Mungu, awe ni mchungaji, awe ni prophet, awe ni apostle, ambaye anafikiri kwamba yeye yuko free masaa 100%, asilimia 100, kwamba yuko free tu, kwamba yeye yuko free tu, huyo ni mpumbavu na ni mjinga kweli. Ni mpumbavu na ni mjinga. Ndio maana kuta wachungaji wengi wamefungwa lakini hawajui. Yeye anajiona kwa sababu ni mchungaji, basi anajua kwamba yeye hawezi kufungwa, yeye hawezi kuzuiliwa, yeye hawezi kuingiwa na pepo, yeye hawezi kufanya chochote. Au hivyo huwa ni wajinga. Kwa sababu gani? Kuna dimension mbalimbali ambazo wewe zimekufunga, roho ambazo ziko juu zaidi zinazuia mambo yako. Yeye anakuwa hana habari, yeye anajua tu yuko free. Na ndio maana Mungu akaweka baadhi ya watu walioko juu. Tunapowakimbilia wale, tunapata neema fulani ambao wanayo wao ya Mungu ndani yao. Wakituwekea mikono, tunafunguliwa kutoka katika hivyo vifungo. Sawa sawa? Kwa hiyo ukiona pia ndoto fulani mbaya zinakusumbua na kurudia mara kwa mara, moja wapo ya mlango hatari zaidi kuliko hata nyayo za miguu ni utosi wa kichwa. Sawa sawa? Utosi wa kichwa. Kwa sababu utosi wa kichwa kiroho, pamoja na kuwa ni mlango wa ndoto, pia ni antena inayoinuka kuweza kupokea chochote kinachotamkwa au kinachofanywa katika ulimwengu wa roho. Ni antena. Utosi ni antena ya kiroho kwa ajili ya aidha kufungwa fahamu zako au fahamu zako kufunguliwa. Tunaelewana?
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu mimi moja ya vitu nilivyokataa duniani ni kuteswa na ulimwengu wa roho wa giza. Niishi duniani hapa kwa kuteseka, nilikataa. Haiwezekani nimtumikie Mungu afu niteseke. No, hapo kuna mahali tunakosea. Kuna mahali mtu anakuwa umekanyaga mahali ambapo si. Kuna mahali umekosea. Kuishi kwa kuteseka. Wakati wewe ni muumini Mkristo, unaishi kwa uaminifu lakini bado unateseka. No. Hiyo kitu haikubaliki. Sema haikubaliki. Haikubaliki. La uzuri Mungu ametupa kuchagua. Unachagua laana au baraka. Sasa ni wewe mwenyewe kuwa active kwenye mambo ya Mungu. Kwa sababu kuna watu ni wazembe. Anaona anapata hivi anakuwa mzembe tu, hataki kujifunza, hataki maarifa ambayo kwa hiyo anaendelea kuteseka. Matokeo yake anaingia kwenye njia ambazo hazimpendezi Mungu, ambazo baadaye zinakuja kumletea majuto. Njia zozote ambazo si za Mungu, yani na uhakika wa 100% mbele lazima utateseka tu. Yani wewe unataka utaki, utateseka kwa njia moja ama nyingine. Sema haleluya. Haleluya. Pia nimesema kwamba utosi ni mojawapo ya lango. Nimesema mojawapo kwa sababu mojawapo ya lango la ndoto pia ni nyayo ya miguu. Kwa hiyo utosi ni mojawapo ya lango kubwa sana la ndoto. Namba 2, utosi ni mojawapo ya lango kubwa linalobeba baraka za maisha ya mtu. Utosi ni mojawapo ya lango kubwa sana linalobeba baraka za maisha ya mtu. Na baada ya kugundua hilo, ndio maana mimi siendi kunyoa kwenye kila saluni tu. Ninakuwa nachagua saluni ambaye namjua huyu mikono yake naijua iko vizuri. Tunaelewana? Kwa sababu kuna mwanangu mmoja hapa siku za nyuma, kila nikimwombea ni mapepo. Sio nikaya fix yale mapepo. Nikasema nyie huyu mmechukua nini cha kwake? Akasema tulichukua nywele za utosi wa kichwa chake. Asemi tulichukua nywele za kichwa, tulichukua nywele za utosi wa kichwa chake. Mlichukua wapi? Alikuja saluni. Kuna watu ambao mikono yao ni mikono ya laana. Anapofukuja kichwani hapa, kuna wengine ni wajuzi. Kwa sababu sikiliza, kuna wafanya biashara wengi sana wanafanya biashara zao kwa njia za giza, ushirikina. Kwa hiyo ili apate faida au ili apate wateja wengi wanaenda kufanya mambo ya ushirikina ili watu waje. Kwa hiyo kuna maelekezo fulani kule anapewa na mganga, mengine ajui ni kwa nini anaambiwa afanye hivyo. Kwamba na wanalifaa kabisa maandiko kwamba Mungu amesema atabariki kazi ya mikono yako. Kwa hiyo hakikisha kila unapoenda saluni kwako unapaka haya mafuta. Kwa hiyo wanampa mafuta fulani, labda mafuta ya simba, mafuta ya kitu gani unapaka, au mafuta ya watu unapaka, mafuta ya watoto wachanga unapaka. Kwa sababu wachawi waganga wanaua sana watu ovyo. Sasa anapokuwa anagusa kichwa chako, lengo lake kutokana na maelekezo ya mganga, hata kama yeye ajui, anachogusa pale ni utosi wa vichwa vya watu. Kwa hiyo anabeba zile baraka, alafu wewe unaachiwa laana. Kwa hiyo mambo yanaenda vizuri, wewe mambo yanaenda vibaya. Kwa hiyo moja ya sehemu ambayo hautakiwi sana kukamatwa, kushikwa au kuguswa ni kichwa. Tunaelewana? Kichwa. Kuna huyu hapa mwanangu huyu, kuna wakati fulani alikuwa anasoma hapa wapi? St. John. Rafiki yake wanasoma naye chuo pale. Mambo ya kusukana yeye kwenye bweni mule. Kutu. Akachuaga nywele ya huyu. Na ilimsumbua, akaanza kuluzi kwenye mitihani. Akaambia baba, sasa hivi nashangaa. Mitihani nashindwa kufanya kabisa. Nashindwa kufanya. Yaani sasa hivi akili yangu yani siko active kama mwanzo. Nilipobandika mkono wakati bwana naombea watu ndani mule. Akalipuka. Yule roho akamtaja huyo rafiki yake. Nikamwambia asije kusuka, sema yeye alisuka. Sasa anapotoa ile nywele wewe usikusikia. Ananyofata. Sio alifanyaje? Kwa sababu huyu bibi yake ni kigagula. Bibi yake na huyo binti ni kigagula. Kwa hiyo akamwambia bwana, sikiliza, wewe nikutengenezea mambo, wewe na akili nzuri. Na kweli huyu anasema sasa yule binti akawa na akili kweli. Huyu akawa anashangaa, huyu akili ametoa wapi?
Kumbe anasema ametoa wapi? Kumbe ametoa kwake. Naona ulimwengu unafanya kazi. Lakini nilipomwombea alipofunguka basi mpaka leo akawa salama. Na akili yake iko smart. Na akaanza kufanya vizuri tena darasani. Sikiliza kati, kuna watu wengi wanapata uvivu wa kufanya vitu fulani. Unajisikia kuchoka. Kila kitu kinachohusu Mungu unachoka. Kichwa kimekamatwa. Kichwa kimekamatwa, akili inakuwa nzito. Kwa sababu utosi ni mojawapo ya kitu kinachokamata pia ufahamu. Kwa sababu utosi ni mojawapo ya mlango wa nini? Wa nafsi. Kwa hiyo utosi ukikamatwa, manake nafsi yako imekamatwa. Na kwenye nafsi ndio kuna ufahamu, kuna akili, kuna utazi wa mtu kwenye nafsi. Kwenye Zaburi nafikiri sura ya 50 ngapi inasema kwamba adui anawinda nyayo za miguu yangu usiku na mchana, na nafsi yangu imekamatwa. Bwana anapowinda nyayo za miguu, maana anawinda kukamata nafsi. Akikamata nafsi, maana amekamata akili, ufahamu, amekamata fursa. Unakuwa wewe uone chochote cha kufanya. Mtu akikwambia, "Hivi sasa hivi unawaza ufanye nini hapa duniani?" Unasema, "Yaani mimi bana, mimi chochote kitakachokuwa kinafanikiwa mimi hicho." Huyu amefungwa fahamu. Kwa sababu kila mwanadamu lazima ajue afanye nini ili afanikiwe. Leo unakuta mtu anayeamua kuiba, maana ni kwamba ufahamu wake umefungwa. Kwa hiyo ajue afanye nini, njia ya kupata maisha mazuri, anaamua kuiba. Fahamu zake zimefungwa. Kwa hiyo haoni fursa yoyote inayoweza kumsaidia kuendesha maisha yake. Mtu anapoamua kwenda kuwa kahaba, maana fahamu zake zimefungwa. Haoni chochote cha kufanya kwenye maisha yake. Anataka tu aishi kwa kubahatisha. Mojawapo inayosababisha ni utosi. Sema haleluya. Sema haleluya. Kwa hiyo namba 3, utosi ni mojawapo ya lango kubwa linalobeba laana pia. Laana. Na nitakuonyesha maandiko. Kwa hiyo utosi ni mojawapo ya lango kubwa linalobeba baraka, na utosi ni mojawapo ya lango kubwa linalobeba laana. Mtu anapotamka laana kwenye maisha yako, moja kwa moja inakimbilia kwenye utosi. Kwa hiyo neno inafunga fahamu kwa maana ya nafsi yako. Sasa tuanze na kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 49 na ule mstari wa 26. Mwanzo 49:26. Mwanzo 49:26 anasema hivi: "Mibaraka ya baba yako imepita mibaraka ya milima ya kale. Vitu vinavyotamanika vya milima vya milele na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake, aliye mkuu kati ya ndugu zake." Na Biblia yako simeandikwa hivyo? Na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake, aliye mkuu kati ya ndugu zake. Kwa hiyo utaona kutokana na maudhui ya sentensi unayoikuta kwenye Biblia, ukiona mahali pameandikwa juu ya kichwa alafu hajataja utosi, ujue anaelezea kwa habari ya utosi. Hata kama wasipotaja utosi, kuna mahali wanataja vyote viwili, juu ya kichwa chake, juu ya utosi. Ndio maana hapa asemi na juu ya utosi, anasema juu ya kichwa chake, juu ya utosi. Kwa hiyo utaona Yusufu wote tunamjua alivyokuwa. Kilichokuwa kinaendesha maisha yake na kufanikiwa vile ni kwa sababu baraka au mibaraka ilikuwa juu ya utosi wa kichwa chake. Na ndio maana Yusufu alikuwa na ufahamu mzuri wa kiroho, kwa sababu mibaraka ya Bwana ilikuwa juu ya utosi wa kichwa chake. Tunaenda sawa eh? Linda sana kichwa chako. Linda sana kichwa chako. Linda sana utosi wa kichwa chako. Tunaelewana? Ukitaka uishi bila stress, linda kichwa. Unajua unaweza kwenda kwa daktari akakupima akasema wewe ni msongo wa mawazo. Lakini katika ulimwengu leo kuna watu wamekamata utosi wa kichwa chao.
wameushika, wewe unakuwa na mawazo tu vurugu. Yaani ile calmness, ule utulivu, ile shwari inakuwa haipo kwenye akili. Wewe muda wote unakuwa akili yako ni vurugu tu. Msisumbusume, mimi na mawazo mengi sana. Mawazo yametoka wapi brother? Na maana unatakiwa uwe muombaji. Na nguvu yote hii pamoja na ufahamu unayokupa, unapaswa uwe ni mtu unayeomba sana. Yaani uwe ni muombaji. Kwa sababu sikiliza, haya yote ninayowaambia hapa, ulimwengu wanaoagiza na wachawi wanafahamu vizuri sana. Ndio maana kuna baadhi ya koo zinazotawaliwa na mizimu. Mtoto mchanga anapozaliwa, kwa hiyo nafikiri zile wanasema nywele za kwanza. Zile nywele za kwanza, kinachowindwa pale ni ule utosi wa yule mtoto. Ni zile akili na fahamu za yule mtoto. Nywele za kwanza, kitovu. Kwa sababu ni kitu ambacho kinatoka. Kwa sababu kitovu nacho ni mlango wa nafsi ya mtu. Sasa kitovu mara nyingi sana kwa mtu umeshakuwa mtu mzima, kukipata wewe inakuwa sio rahisi sana. Lakini kichwa huwa ni kazi rahisi. Tunaelewana? Sasa kuna wengine mtoto anapozaliwa mchanga wanachukua alafu ezo wanampeleka kwa shangazi au kwa bibi au kwa babu, alafu wanamtemea. Yule babu anambariki hapo, anamtemea kwenye kichwa. Ubarikiwe. Baba zetu wakupokee. Wanatemea hapa kichwani. Sasa ile wao wanafikiri wanabariki. Lakini ile sio baraka. Anayetoa baraka ni mmoja tu, ni Jehova Yawe, Mungu aliye juu. Na ndio maana kuna tofauti kubwa sana ya kufanikiwa na kubarikiwa. Watu hawajaelewa. Kufanikiwa maana yake unapata kile unachotaka. Kwa mfano unaweza kuwa na maduka, una majumba, una pesa, lakini sio ishara kama umebarikiwa. Kwa hiyo kubarikiwa ndio kunabeba na mafanikio pamoja na afya njema, kutokuwa na huzuni, kutokuwa na vurugu. Pale unakuwa umebarikiwa. Kwa sababu unaweza ukafanikiwa kupata fedha na bado ukateswa na magonjwa. Unaweza ukabarikiwa ukapata fedha na bado ukateswa na mahusiano. Labda ndugu zako wakakukataa, japo kile mtu anaweza kukataliwa. Unaweza kuokoka na kukataliwa na ndugu, kama ndugu wako katika mashine ya mizimu. Wakasema unatuletea imani gani ambayo si hatuijui. Kwa hiyo afadhali ukatae kwa design hiyo, ukiwa una Yesu wa kweli ndani, utakuwa salama. Sawa sawa? Twende andiko lingine. Mithali sura ya 10 mstari wa 5 mpaka mstari wa 6. Mithali 10:5 mpaka 6. Mithali 10:5 mpaka 6. Inasema hivi: akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima. Sasa hii nilipenda kwa sababu wakati wa hari maana ni wakati wa joto, wakati wa kiangazi. Kwamba hiki ndio kipindi cha kukusanya. Ndio maana nasema hivi, mtu asiyeweka akiba hana hekima. Kama unaishi maisha yako uweke akiba yoyote hata 200, 500, wewe una hekima kwenye macho ya Mungu. Na Mungu hawezi kukuletea fedha kama ule utawala wako wa fedha hauendani na utawala wa Mungu. Utajikuta unaenda kuiba, unaenda kufanya mambo mengine tofauti. Lakini kwa njia za Mungu anataka uweke akiba. Amen. Anasema hivi: akusanyaye wakati wa kiangazi, hapo imeandikwa hari, ni mwana mwenye hekima. Bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Siku zote unavuna ulichopanda. Unapotumia akiba yako, kile unavuna ulichopanda. Inapotokea dharura unaenda kuchukua akiba, maana yake unavuna ulichopanda. Sasa wengi wanataka kwenda kuvuna kwenye mifuko ya watu. Nipe 50 ya karibu, nipe 20 ya karibu. Hazipo. Mwambie jirani yako siku hizi 20 za karibu hazipo. Mwambie kabisa jirani kwamba zile 20 za karibu siku hizi hazipo. Mwambie weka akiba. Weka akiba. Ikusaidie wakati wa baadaye. Sasa pointi yangu inakuja kwenye mstari wa 6. Inasema hivi: baraka, kwa sababu huku juu ameanza kusema kwamba akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima.
Sasa hili andiko linaungana na hili namba 6. Anasema hivi, mstari wa 6 anasema baraka umkalia mwenye haki kichwani. Baraka umkalia mwenye haki kichwani. Amen. Tunaelewana jamani? Amen. Kwa hiyo baraka inamkalia. Utaona kwamba baraka ni roho. Inamkalia. Sasa muulize jirani yako, wewe unakaliwa na vitu gani? Na wachawi au na mizimu? Wewe unakaliwa na nini? Kwa sababu Maandiko yanasema baraka umkalia mwenye haki kichwani. Amen. Na hili neno la Mungu sio neno la Pastor Wilbard. Kwa hiyo hapa duniani mimi nishasema kila mtu ni jinsi alivyochagua kwa ufahamu anaopewa. Unapewa ufahamu gani kwenye maisha yako? Na ndio maana lazima tufundishe neno la kweli kwenye maisha ya wanadamu. Amen. Kwa kuishi kwa kuteseka kimaskini, mara nyingi unakuwa umechagua mwenyewe. Hizo akili umepewa za kufanyia kitu gani? Za majungu, za kusemea watu. Umepewa akili ili upende watu, umepewa akili ili usaidie watu, umepewa akili ili ufanikiwe kwenye mambo yako. Kwa hiyo anasema baraka umkalia mwenye haki kichwani. Sasa angalia, bali jeuri ufunika kichwa chake mtu muovu. Ufunika kichwa. Ukisikia neno kufunika kichwa, maana anaongelea habari ya kufunika utosi wa mtu. Jeuri. Kwani kwa mimi nadaiwa nini? Hiyo ni jeuri. Wao unasikia watu wanasema kwamba utakula jeuri yako. Mtu akwambia unakula jeuri yako, maana ni utosi wako huo, utakuwa unafahamu chochote. Utakuwa mbumbuku tu. Hata kama ukitumia njia ambazo ni za mkato. Yaani ukumbuke, mimi nakwambia lazima ujue iko siku, kwa sababu Mungu sana kuona. Iko siku tu mtu huyo atakwama. Kuna mahali tu anaishia njiani. Mungu hawezi kukuacha uendelee kufanya uovu, tunaenda wakati yeye ndiye anayekukuza, yeye ndiye anayekuongezea umri, yeye Jehova yawe. Amen. Hapo unafanya mambo ya ovyo, unaona hapo tena wakati mwingine mtu anajidai mbele za watu kabisa, mimi na hela bana, mimi na hela. Una hela ndugu yangu, hata ujui siku yako ya kufa. Anayejua siku ya kufa ni mmoja tu, ni Mungu mwenyewe. Amen. Labda kama akipenda akakufunulia kwamba wewe utakufa siku fulani. Ni maana baba zetu kwenye Biblia walikuwa wanajua siku za kufa, walikuwa wakikaribia kufa wanaita watoto wanawabariki. Baada ya dakika 2 au mwezi mmoja anaondoka. Wengine wanapata hiyo neema. Kwa hiyo unaona sasa, baraka umkalia mwenye haki kichwani. Sasa kama baraka inaweza kumkalia mwenye haki kichwani, inamaanisha kwamba hata laana inaweza kumkalia mtu kichwani. Ukiona hauna ufahamu wowote kwenye maisha yako, yani hauna mikakati yoyote, yani wewe umetulia tu, litakapokuja na lije, hicho kitu kina problem. Akili ipo ila imezuiwa, akili ipo ila imefunikwa. Na anayefanya hivyo ni ulimwengu wa roho wa giza, kwa sababu Mungu anakuwa sasa hiyo ameachilia milango tu, sasa wewe ufanye unavyotaka. Nafikiri tumeelewana. Aya, twende andiko lingine. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 33 mstari wa 16. Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 16. Inasema hivi: na kwa vitu vilivyo bora vya nchi na kujaa kwake na uradhi wake, aliyekaa ndani ya kile kijiti, na ije baraka juu ya kichwa chake Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake aliyetengwa na nduguze. Amen. Tuko sawa? Amen. Aya, sasa tusome hivi. Sema hivi: na ije baraka juu ya kichwa changu. Mimi Wilbard. Sasa tuanze upya. Sema na ije baraka juu ya kichwa changu. Mimi Wilbard. Mimi Wilbard. Na juu ya
ya utosi wa kichwa changu, mimi Wilbard niliyebarikiwa katika Kristo Yesu. Amen. Imekuwa kwangu. Sasa ufahamu huu ukiwa unakujia kwamba unajua swala ni ule ufahamu kwamba kuna kitu kinaitwa utosi. Hata kama usipotaja kwamba nanyunyiza damu ya Yesu juu ya utosi wa kichwa changu, kila kitu cha kunaomba katika jina la Yesu, in the name of Jesus, fire sio roza giza sio nini. Mungu asante kwa ajili ya baraka. Unajua sasa hizi baraka zinaenda wapi? Kwenye utosi wa kichwa. Amen. Kwamba ufahamu wangu sasa unafanyaje? Unaanza kupokea baraka. Kwa sababu baraka zinapokuja juu ya utosi wako wa kichwa, unaanza kufunguliwa macho yako ya ufahamu. Sasa unaanza kuelewa ufanye nini ili ufanikiwe pasipo kuiba, pasipo kudanganya, pasipo kudhulumu. Sasa hizo ndio baraka. Na pia inakusaidia uombeje. Kwa sababu tunasema prayer point, si ndio? Twende andiko lingine. Nataka nikuonyeshe kwamba laana huwa inakimbilia kwenye utosi wa kichwa. Kwenye Waamuzi sura ya 9. Waamuzi sura ya 9 na ule mstari wa 57. Waamuzi sura ya 9 na mstari wa 57. Anasema uovu wote wa watu wa Shekemu Mungu alilipiza juu ya vichwa vyao. Pointi yangu hapa si swala la Mungu alilipiza. Pointi yangu ni kwamba kile kisasi kinaenda wapi? Kinaenda juu ya vichwa vya watu. Sasa laana inapokuja juu ya kichwa cha mtu, yule mtu anakuwa haoni fursa kabisa kwenye maisha yake. Yule mtu anakuwa anakosa kibali kabisa kwa watu. Yule mtu anakuwa anakosa kibali kabisa cha fedha. Fedha hizi za kula ndogo ndogo, umevaa nguo unayotaka, kiatu unachotaka. Siongelea habari ya utajiri mkubwa kama wakina Mo na wakina GSM. Japokuwa Mungu anaweza kukufikisha huko. Amen. Lakini kwa sababu Mungu kufikisha huko kwa njia za Mungu za pure Mungu. Lazima uwe mwaminifu sana hizi. Wao sio ni matajiri ukafikiri wote wamepewa na Mungu. Wengi wamepewa na shetani na dunia. Kwa sababu dunia inaweza kukupa fedha. Dunia kama dunia ikakupa fedha kutokana na mifumo unaoishi nayo. Unaweza ukaishi kwa rushwa, unaweza ukaishi kwa dhuluma, unaweza vyote vile ukadanganya watu na ukapata pesa. Lakini njia za Mungu, maana anasema Mungu anatembea katika njia za haki. Kwa hiyo mpaka uwe milionea kabisa utakuwa kwanza lazima uwe ni mtu ambaye unaomba sana, unakaa sana na Mungu, unasoma neno la Mungu, unajitunza mwili wako, sio mwili wa kunajisiwa. Unatunza akili na fahamu zako. Akili na fahamu zako unazitunzaje? Kwenye vitu unavyoangalia na kusikiliza kila siku. Unasikiliza sana nini? Unaona sana nini? Vile unavyoona sana kwenye maisha yako, hivyo either vinaweza vikatia unajisi kwenye akili na ufahamu wako, au unapovisikia sana. Ndio maana maandiko yanasema msikae barazani pa wenye mizaa. Sio? Msikae barazani pa wenye mizaa. Unakaa mtu anatukana ovyo, mtu anasemenya ovyo, mtu kila saa ni kudharau watu, kusema watu vibaya. Pale unatia unajisi kwenye fahamu zako, ndani ya nafsi yako unatia unajisi. Na moja wapo pia unamzimisha Roho Mtakatifu. Moja wapo ya kumzimisha Roho Mtakatifu au kumuhuzunisha Roho Mtakatifu ni kusikiliza sana mambo yasiyomtukuza Jehova Yahweh. Nitamani hapo useme amina kubwa. Yes, useme amina kubwa. Kwa sababu ni jambo ambalo linakusaidia wewe kukaa maisha matakatifu. Kuishi maisha yasiyokuwa na unajisi. Ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Japokuwa watu leo wanaona kwamba dunia hii huwezi kuishi maisha hayo, kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Bado inawezekana kwa sababu Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Amen. Tumeelewana eh? Amen. Kwa hiyo anasema uovu wote wa watu wa Shekemu Mungu alilipiza juu ya vichwa vyao, na hiyo laana ya Yothamu mwana wa Yerubaali ikawajilia juu yao. Kwa hiyo ukiona sentensi juu yao, kutokana na sentensi hii, maana yake ni juu ya utosi wa vichwa vyao. Kwa hiyo akili inakuwa ngumu.
Wewe mmeajiriwa leo wote shirika moja au idara moja, unakuta mwenzako amejenga nyumba 3. Wewe bado unaingia kwenye nyumba ya mabonde kuinama. Na wote mnapata mshahara mmoja. Kwa nini? Akili zimetofautiana kutokana na yale ambayo ameyaruhusu yaingie kwenye akili yake. Sasa hivi hapa Mungu anaweza akashuka hapa sasa hivi. Mungu anasema hivi, moja ni wako wote milioni moja wote, ambaye wote tupewe milioni moja wote, kuanzia kwenye drum kule wote tupewe milioni. Alafu tukae wiki 2, alafu tuje tuambiwe wewe milioni ulifanyia nini? Utaona pia atakwambia ase kuna kiatu fulani kwa nakipenda miaka. Kinauza shilingi ngapi? Kinauza laki 3. Wewe nimeenda kununua kile. Okay, wewe je? Mimi nimeenda kuweka akiba. Wewe je? Mimi shamba langu lile nilikuwa nimevuna. Sasa usafiri wa kuleta mazao mjini kuuza nilikuwa nimekosa. Wewe nilibeba usafiri. Wewe umeuza, nimeuza, wewe nimezalisha zaidi. Kwani Yesu alifanyia zile talanta? Huyu mmoja, huyu 5, sio ngapi? Manesha alikuja. Ndivyo Yesu anapofanya mpaka leo mzee. Sio kama imeandikwa tu vile. Mungu anapokupa hela, kuna siku anakuja anaangalia, je, umetumiaje? Sikiliza, hakuna pesa ngumu kama pesa za Mungu. Watu hawajui. Na hakuna pesa rahisi kama pesa za Mungu. Kama kuna pesa za majini, pesa za Mungu zipo. Kwa sababu majini sio kama wana pesa, ila tu wanaenda kuiba kwa watu. Mungu anaangalia sana matumizi yako ya fedha. Mungu anaangalia mno. Wewe tafuta watu ambao kama kwa mfano watu kama kina Mwalimu Akasege, ambao pia wanachanganya neno la Mungu, wanachanganya pia na usomi wao, kwa sababu yule jamani ni msomi wa mambo ya uchumi. Ni msomi wa mambo ya uchumi. Kwa hiyo akichanganya pale elimu ya uchumi na elimu ya neno la Mungu, utaona maana yake nini. Ndio maana ukiwa hauna akili kabisa ya kutunza fedha, kuweka akiba, kwa Mungu upate kibali, nakwambia kabisa. Labda uibe, kwa sababu pesa zinapatikana kwa njia nyingi. Unaweza kaiba, ukazulumu, ukadanganya, lakini kama hujafungua ufahamu kwamba nataka niweke akiba, hata kama swala sio kwamba pesa ziwepo, swala ni kwamba ukubali kufungua ufahamu wako, kuwa tayari kuweka akiba. Tayari hapo unaitwa nani? Wewe ni mwenye hekima. Mwenye hekima ukusanya wakati wa kiangazi, wakati wa njaa, wakati wa shida unakusanya. Jamani, sawa Bwana kusomea andiko la mwisho hili ambao pia ndio watakuwa walifanyia kazi mara nyingi. Japokuwa watu waliongea kitu ambacho walikuwa hawaelewi, kwamba wanaita baraka. Kwenye Mathayo sura 27. Nafikiri mbele huko ndio tujifunze pia lile taji la miba Yesu aliyowekewa kichwani. Tutajifunza pia Yesu kuna mara alimfunika kichwa, wakawa wanampiga kichwani, sema wakampiga kichwani. Zote zile Yesu alikuwa anaachilia baraka ya Maandiko yanasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Zote zile Yesu alikuwa anaachilia baraka kwenye fahamu zetu. Sikiliza, kuanzia leo usifikiri kama baraka basi unakuta tu hela zimeamka kama unaokota tunaweka mfukoni. Baraka ni kufunguliwa ufahamu na ujue nini ufanye ili kukuletee kipato. Hizo ndio baraka. Fahamu wako unakuwa uko free. Na pia baraka kile unachofanya, kwa sababu kama ufanye chochote utabaki kuwa ombaomba. Kile unachofanya kibarikiwe, kile ambacho wewe unafanya. Hata kama unauza askrimu, sikiliza, unaweza kutengeneza askrimu, wewe unakaa tu kwenye kochi, wewe unaangalia TV. Nilienda kwa mwanangu mmoja, kila saa odi anainuka kutukutu. Nataka ngapi? Nataka 5. Okay, anarudi. Akikaa tu dakika 2 3 odi anarudi tena. Anarudi tena. Alikuwa akaa tena dakika 3 5. Kuna odi kata. Nikamwambia mwanangu mambo mazuri, akasema tena hapa sasa hivi leo natakiwa nitengeneze zingine. Hiyo ni baraka. Kuliko unaweka askrimu. Unaweka askrimu, unakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni hujasikia odi. Ina maana hapo milango imefungwa mzee. Unataka usikie odi mara kwa mara. Kama unaduka pale akitoka wewe ameingia huko. Toka ameingia. Unakaa siku nzima imepita tu. Ndugu yangu. Hapo inabidi uombe Mungu, mwambie Jehova yawe, please fungua milango.
Angalia Mathayo sura ya 27 mstari wa 23 mpaka mstari wa 26. Mathayo 27 mstari wa 23 mpaka mstari wa 26. Kuna mwanangu mmoja alisema hivi, aliniambia siku ya saa, mimi unajua mimi ndio maana kuna watu wananitiaga moyo, ndio maana sipata kitabu. Sasa bana nikoga mvivu sana kusoma Biblia, lakini bana jinsi unavyotufundisha, yaani mpaka naona kumbe maneno ya Mungu yana faida sana. Amen. Nasema na Baba unatufundisha vizuri sana, unanifundisha neno mpaka naelewa. Hiyo ni karama ya ualimu. Amen. Au huduma ya ualimu. Amen. Angalia anasema hivi. Akasema, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Hizi ni habari za Yesu kutaka kusulubiwa. Kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema, na asulubiwe. Mstari wa 24. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Mstari wa 25. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Haya jamaa ilikuwa inaongea juu, walikuwa kinavyo wanaropoka. Japokuwa damu waliokuwa wanahitaji ni damu takatifu yenye baraka, ije juu yao, juu ya vichwa. Kwa sababu laana au baraka lazima ikimbilie kwenye kichwa ili kukuvuruga, kwa sababu akili ya mwanadamu muda wote imepewa nguvu ya kufanikiwa. Ndio maana unakuta mtu ana Mungu sasa, lakini akili tu ile. Ndio maana kuna wale magenius, anataka kiingia darasani hata asomi, anaangalia na kambi taki kwenye mitenda anapiga. Ni uwezo wa akili. Sasa hapo wanasema damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Hapo anasema ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Sasa maana yake nini? Hawa waliita damu wenyewe wakifikiri kwamba wako tayari kuchukua laana ya Yesu kuuawa. Sawa? Lakini kumbe katika ulimwengu wa roho, kwenye macho ya Mungu, pale walikuwa wanachukuliwa baraka ya kimbingu, maana yake ni kwamba ije juu yao. Ndio maana hapo unaona, wewe ni kuonesha vizuri hapa ili uelewe. Waliposema hivi, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Sasa angalia sentensi ya mstari wa 26 nasema, ndipo sema ndipo. Anasema ndipo akawafungulia Baraba. Kitendo cha Baraba kufunguliwa kilikuwa ni kitendo cha sisi kufunguliwa kutoka katika utumwa wa giza. Umeelewana? Hapa point ilikuwa tu ni Baraba, lakini hapa ukiangalia katika ulimwengu wa roho ilikuwa ni wale watakao muamini Yesu. Unapomwamini Yesu, Yesu anafungwa ili wewe ufunguliwe. Sasa moja wapo ya kifungo kinachoweza kukufanya ukatoa kwenye mikono ya shetani ni kunyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye utosi wa kichwa chako. Amen. Unaona? Ndio maana Juma ile niliwaambia mpake mafuta kwenye utosi ilikuwa lini? Alhamisi. Niliwaambia mpake mafuta unapoenda kulala. Nikasema paka mafuta yoyote mazito ulionayo nyumbani kwako, mafuta yako mwenyewe. Ulinunua wapi mimi sijui, huko mimi simu. Lakini point yangu ilikuwa ni kulinda ufahamu wako ili uanze kuwaza kama Mungu anamtaka uwaze. Nasikiliza, utosi wako ukiulinda vizuri kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio maana Yesu alimfunika lile limtaji la mimba kichwani. Moja wapo ilikuwa ni kuondoa laana kwenye akili na fahamu za watu. Tunaelewana? Amen. Kwa sababu Mungu alipolaani ardhi alisema michongoma. Ardhi yako itakumbwa na michongoma, miba. Kipanda badala ya karanga kutokeza au mahindi, inaanza kutokeza miba kwanza, inafunika ile karanga ili usifanikiwe. Kwa ile ni laana. Na ndio maana Mungu hakumlaani Adamu. Mungu alilaani ardhi kwa ajili ya Adamu. Sasa kwa nini alilaani ardhi? Kwa sababu nyayo za miguu yako zinakanyaga juu ya ardhi. Na mojawapo ya kitu kinachopitisha baraka ni nyayo za miguu. Nyayo zenu mahali popote zitakapokanyaga nimewapa.
Kukanyaga ni kumiliki. Nguvu ya kumiliki inatokea kwenye nyayo. Nilimsikia daktari mmoja juzi wa mambo ya anachochoa wacheza mpira. Alikuwa anaongelea habari ya nyayo kisayansi. Nilimsikiliza, nikaona nyayo ina nguvu sana. Na vidole hivi. Anasema mchezaji anapoanguka, sasa anapoinuka, mimi kama daktari namwangalia. Naangalia ameanza kukanyagaje. Labda amekanyagia vidole au amekanyagia kisigino au amekanyagia upande. Naangalia tembea yake, je, nyayo zimekita kabisa kwenye ardhi. Wewe ni daktari. Mimi alipokuwa anaongea hivyo, mimi nilikuwa naangalia kiroho. Unaona ngoma hiyo? Kwa hiyo mimi mtu wote akiongea, na mimi napenda kusikiliza watu wote. Madaktari, watu gani? Na maana nilikuwa nampenda sana Janabi, Dr. Janabi. Nilikuwa napenda kumsikiliza sababu yeye alikuwa akiongea kitu, mimi namsikiliza, lakini pia naanza kutafsiri kiroho kwa yeye anayeongea. Kwa hiyo ni mambo ya muhimu. Sikiliza, utosi wa kichwa chako, hiyo ndio hazina ya baraka iko hapa. Na kuanzia leo ujifunze vizuri sana kunyunyiza damu ya Yesu juu ya utosi wa kichwa chako. Amen. Sawa sawa? Amen. Baba, Bwana Yesu ulifanyika laana ili mimi nibarikiwe. Si maandiko yanasema hivyo? Yesu alifanyika laana ili tubarikiwe. Na maandiko yanasema sisi tumetolewa katika laana ya Torati. Sasa laana ya Torati ilikuwa inaenda, kisasi cha Mungu kinakuja juu kwenye utosi wa vichwa vya watu. Kwa hiyo muda wote unaponyunyiza damu ya Yesu kwenye utosi wa kichwa chako na kwenye nyayo za miguu yako, unasema nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu juu ya utosi wa kichwa changu. Ile mibaraka yote ambayo Bwana umeibariki, Mungu ikapate kuonekana katika jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nyayo za miguu yangu. Mahali popote ninapokanyaga, kama kuna laana, baraka yako ionekane kwa jina la Yesu Kristo. Sio unajiendea tu, unaenda kwenye kila madhabahu, unaenda kila mahali unakanyaga ovyo, unabeba vitu ambavyo sivyo. Tuko sawa? Amen. Na watu wote tuseme amen. Amen. Watu wote tuseme amen. Amen. Kuna nyumba moja nilienda siku za nyuma. Nilipokanyaga kuingia kwenye ile nyumba, nilikuwa nimeenda kumsalimia mama mmoja hivi. Sasa baada ya wiki hivi, yule mama akawa amekuja kanisani, bado tunaombea kule ndani. Nilipomgusa na naye akapiga kelele. Akasema, kwanza nani aliyekuambia uje nyumbani kwetu? Nikamwambia, huyu si ndugu yangu kuja kumsalimia. Akasema, nikamwambia, kwani shida iko wapi? Umetuletea shida kwenye ile nyumba. Umetuletea shida sana. Nikamwambia, shida gani? Akasema, ulipokanyaga tu mule. Anasema ulipokanyaga, sasa kukanyaga maana yake nyayo. Ulipokanyaga kwenye ile nyumba, kwanza tumeanza kusikia mtikisiko. Alafu pili umeacha moto unawaka mpaka sasa hivi moto unawaka kule ndani. Sasa utakuingia tu umekanyaga kule ndani. Moto unawaka wiki mbili. Sasa ukienda kwa watu ambao wanatumikia mizimu ndio wanakufukuza. Huyu asije kabisa kwenye nyumba yetu. Huyo anavuruga mama. Anavurugaje? Kwa sababu unaenda kuharibu mamizimu yao ambayo yamekaa kwenye ile nyumba. Kwa hiyo kila siku unapotamka damu ya Yesu kwenye nyayo za miguu yako, damu ya Yesu kwenye utosi wa kichwa chako. Hata kwa mfano unaenda saluni, hiyo kwa kina mtu unaenda saluni sana. Mtu anafika anaongea yeyote, labda anakushikashika nywele, sio unafanya nini kichwani. Hata kama kuna kitu alikusudia aweke kibali, au kama yeye alikuwa hajakusudia, ila roho iliyoko ndani anataka kutoa kitu kibali, inakutana na moto. Kwa hiyo inashindwa kufanya. Duniani hapa tuna shughuli nyingi tunafanya, si ndio? Utaenda mjini utanunua bidhaa, utafanya hivi ambapo hakuna namna, lazima ufanye. Kwa sababu lazima ufanye kazi. Mwambie jirani yako lazima ufanye kazi. Na umwambie hivi, kwenye kufanya hiyo kazi, mwambie kwenye kufanya hiyo kazi, wewe ongea na nafsi yako. Wewe ongea mwenyewe na nafsi yako. Mwambie hivi, na kwenye kufanya hiyo kazi, utaingia malango yoyote. Na malango mengine yanaweza kuwa ya giza, na mengine ya wachawi, na mengine ya mizimu. Lakini nyayo zako zikiwa na damu ya Yesu, utaingia na utatoka salama katika jina la Yesu. Hata kuweka hiyo kumbukumbu ili ukumbuke kwa wote. Moja ya vitu ambavyo wasisahau ni kunyunyiza damu ya Yesu kwenye utosi wa kichwa na nyayo za miguu. Hata kama nikisahau tunaomba wote pamoja pale,
mimi mwenyewe binafsi lazima nitaanza kunyunyiza damu ya Yesu. Kwa sababu ninajua kabisa ukifanya hivyo, kama kuna ndoto za giza, yani zinakwama kabisa, kila sikija zinakwama. Na wakati mwingine Mungu anaweza akakuelekeza yeye mwenyewe, ukasikia moyoni anakuambia labda weka mafuta, au labda akakwambia weka chumvi, vyovyote. Sio liturujia unafanya kila siku, ni uongozi wa Roho Mtakatifu. Amen. Sawa sawa? Yote hiyo ni kwa ajili ya kulinda fahamu zako, kulinda ndoto, lango lako la ndoto. Kwa sababu watu wengi wanaibiwa kwenye ndoto. Vitu vingi vinaharibika kwenye ndoto. Wengi ni kwenye ndoto. Vipawa vinaondoka kwenye ndoto. Nyota zinaondoka kwenye ndoto, baraka zinaondoka kwenye ndoto. Kwa sababu ndoto ni kitu halisi kabisa kinachofanyika katika ulimwengu usioonekana kwa macho. Majibu unakuja kuyapata katika ulimwengu wa mwili. Kuna kijana mmoja aliota ndoto. Hivi nilikuwa naangalia watu, si nisikiza watu. Anasema alienda kujisaidia. Yes. Si ilikuwa ni kwa nani sijui. Alienda kujisaidia kwenye ndoto. Anaona ni mdada. Anaota anajisaidia amechuchumaa. Hapo akaona kitu kama kakenge, sio kama mjusi. Kakaja kakaingia kwenye sehemu zake za siri, chubwi kakazamia huko. Kwenye ndoto, lakini alianza kupata matatizo makubwa ya tumbo na kizazi. Miaka. Mpaka anakuja kwenye maombi ameshaathirika kweli. Lakini kumbe kwa jamaa kameingilia pale chubwi. Kuna mwanangu mmoja hapa. Kwa sababu nilimfuata nani yule? Mke wa Zakaria bwana. Yuko kule. Okay, sawa. Mume wake nafikiri yuko hapo. Wote wanajificha kwa jamani. Hii ni saa kweli ya mke na mume. Hii ni saa kanisa jamani. Mke na mume wote mnataka kujificha huko. Nitaka nimtolee binti yangu mfano wakati ndio amekuja hapa kanisani. Mara ya kwanza alikuja na mume wake. Nilikuwa namuombea huyu. Unaona jinsi Mungu anavyomtengeneza vizuri. Amen. Hawa jinsi anavyozidi kuwa chuma. Amen. Sasa nilikuwa namuombea, watoto wangu sasa hivi wengi wameshakuwa huru sasa. Sawa, sasa huu ni ushuhuda. Wakati naomba nikaona nyoka wa kijani anaingia sehemu zake za siri. Nyoka wa kijani. Tena wakati namuombea na mume wake alikuwepo, sio namuombea huko ndani, nikaona nyoka anaingia sehemu za siri. Nikasema kwa jina la Yesu Kristo, wewe nyoka uliyeingia sehemu zake za siri, achia sasa hivi. Ndio akaanza kufanya hivi. Nikamwambia umeingia? Akasema alikuwa amelala. Nikamuingia sehemu za, wewe aliingilia sehemu za siri. Ikaanza kumsumbua. Lakini hivyo mfungua, Mungu alipomfungua siku hiyo ndio akawa huru mpaka leo. Amen. Mungu awabariki. Muendelee kufanikiwa na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mfano mwingine wa pili wa mwisho, na hapo naongea kwamba usidharau sana ndoto. Dada mmoja nilimuona South Africa. Alikuwa ni mdada, ni mdada yeye. Usiku amelala, akaona mtu anamfuata ameshika mchanga. Anasema naona kabisa mchanga. Yule jamaa akifika akamwambia fungua macho. Kwenye ndoto. Hapo akamwagia usoni. Hapo naye akashtuka tu. Alipoamka tu namna hiyo, akasikia macho yanawasha. Macho yanawasha. Mara pa macho yakafunga. Akawa kipofu kabisa. Amekaa miezi kipofu. Kwenda hospitali wanapima, wanatoa hiki kama hiki na hiki. Ndio akaenda, alikuwa kwa pasa moja anaitwa Alf Rukau, yuko South Africa. Ndio akamwambia wewe uliota ndoto, kuna mtu akaja akakumwagia mchanga kwenye macho. Sasa unaona reaction ya ndotoni imeleta matokeo kwenye ulimwengu wa nyama. Na alipomwombea tu macho yakafungua, akaanza kuona vizuri kabisa. Sawa. Kwa hiyo cha kulinda ni nini? Malango ya ndoto. Hata utosi, kwa sababu utosi ndio umebeba na kichwa kizima. Nitakuja niwasomee maandiko nafikiri Jumanne. Mungu anasema hivi, nimefunga maono yenu ya kichwa, maono ya kichwa. Kwa hiyo kuna maono ya kichwa. Hata ndani anasema katika maono yangu ya kichwani, maono. Mungu anasema nimefunika vichwa vyenu nyie manabii ili msione. Nimefunika vichwa. Asema nimefunika moyo wao wala roho. Anasema nimefunika vichwa vyenu nyie manabii ili mkiona msitazame. Kichwa nini? Utosi. Utosi ni kitu cha muhimu sana.
Weka mkono wako wa kulia kwenye utosi wako wa kichwa. Sema, Bwana Yesu, ninaita damu yako ya msalaba iliyonikomboa kutoka kwenye laana, kutoka kwenye laana zote, na ninainyunyiza damu ya Yesu juu ya utosi wa kichwa changu. Nanyunyiza damu ya Yesu juu ya utosi wa kichwa changu, ili mibaraka yote ya kimbingu na ikae juu ya utosi wangu, na ikae juu ya utosi wa kichwa changu kuanzia tarehe ya leo, katika jina la Yesu. Kila baraka nilizobarikiwa katika Kristo zinichilie na zionekane kuanzia sasa. Kazi za mikono yangu zimebarikiwa, kazi za mikono yangu zimebarikiwa. Sitaishi kwa kustruggle, sitaishi kwa kutumia nguvu, nitaishi kwa imani sawasawa na neno na msalaba. Kwa jina la Yesu, laana yoyote iliyotamkwa juu ya maisha yangu haitofanikiwa katika jina la Yesu. Akili zangu na fahamu zangu zinafunguka kuanzia leo. Nitaona fursa ambazo sijawahi kuziona kuanzia leo. Kila ninachofanya kinabarikiwa. Bwana Yesu, damu yako ikalinde utosi wa kichwa changu, ikalinde utosi wa kichwa changu. Kila baraka na ufahamu wangu kwa jina la Yesu uko huru kuanzia sasa. Kila ndoto za giza, kila ndoto za giza hazitofanikiwa kuanzia tarehe ya leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kichwa changu hakitafunikwa tena, hakitafunikwa tena, kwa kuwa damu ya Yesu imefunika kichwa changu, imefunika kichwa changu. Mimi na uzao wangu, mimi na uzao wangu, mimi na uzao wangu, katika jina la Yesu. Kila fursa zilizokuwa zimefichwa kuanzia sasa ninaanza kuziona, ninaanza kuziona, ninaanza kuziona, ninaanza kuziona, ninaanza kuziona, ninaanza kuziona kwa jina la Yesu. Ninaanza kuziona kwa jina la Yesu, ninaanza kuziona kwa jina la Yesu. Kila mkono wa adui hautakaa tena juu ya kichwa changu, juu ya utosi wa kichwa changu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nitawaza vizuri, nitafikiri vizuri, na nitaamua vizuri katika kila nilitendalo, katika kila niliwazalo. Mbingu za Bwana ziko wazi juu yangu, katika hiyo damu ya Yesu, katika hiyo damu ya Yesu, katika hiyo damu ya Yesu, katika hiyo damu ya Yesu. Na kuanzia leo damu ya Yesu inene mema, inene mema, inene mafanikio kwenye akili zangu, kwenye fahamu zangu, katika jina la Yesu. Kipawa changu kitaanza kuonekana, kitaanza kuonekana. Duka langu, biashara zangu zitaanza kuonekana kwa namna isiyokuwa ya kawaida, 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 katika jina la Yesu. Ninatamka maongezeko ya biashara yangu, kazi za mikono yangu kuanzia sasa zinapata kibali, zinapata kibali, zinapata kibali, katika jina la Yesu. Mkono wowote utakaogusa kichwa changu nitakapoenda saluni, ukiwa ni mkono wa giza, ukiwa ni mkono wa kuchukua baraka, damu ya Yesu Kristo inanilinda. Damu ya Yesu inanilinda juu ya utosi wa kichwa changu. Hakuna atakayenilaani juu ya utosi wa kichwa changu, katika jina la Yesu. Imekuwa kwangu. Amen. Amen. Sema haleluya.
Ni mambo ya muhimu sana kwenye maisha yako, kuhakikisha unabariki na kuombea utosi wa kichwa chako. Mimi nakwambia, utaniambia, yani moja ya kitu ambacho nakuahidi ni kwa habari ya utosi. Fanya hivyo utaona. Mimi nakwambia, hata kama kuna fursa fulani zilikuwa zimefungwa kwenye maisha yako usioni, utaanza kuziona. Kama biashara ilikuwa ionekane, na kwamba inaanza kuonekana. Unakuwa sio tena mtu wa kuanza kwa habari ya fedha. Wewe unawaza kwa mambo ya Mungu, alafu Mungu analeta fedha kwako. Sema imekuwa kwangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Sasa jamani, sasa hivi ni saa 6. Mnaonaje tupate shuhuda 2-3?